Leo sio story ya kawaida, leo tunaenda deep kwa history. Si ya gossip, si ya celebrities, ni story ya kabla ya churches, kabla ya missionaries, kabla ya Bible kufika Afrika. Wakati milima ilikuwa altar, miti ilikuwa church na upepo asubuhi ulikuwa kama prayers. Wakati babu zetu hawakujua kitu inaitwa Christianity, lakini bado waliamini kuna nguvu kubwa kuliko mwanadamu. Lakini swali ni hili, kabla ya makanisa, kabla ya missionaries, kabla ya Bible kufika Kenya, Wakenya waliamini nini? Makosa si yangu, lawama kwa report, not the reporter. Mimi ni Dan and this is the story KE. Na ukweli ukiuma, usinilaumu, laumu report yenyewe. Walai, kabla tuanze video, kama bado hujasubscribe, tafadhali bonyeza subscribe hapo kwa The Story KE. Inachukua sekunde moja tu na ni free kabisa. Support channel kwa kubonyeza subscribe, alafu tuendelee na story. Leo, watu wengi wakisikia African Traditional Religion wanafikiria kitu moja, sanamu, idols, demon worship. Lakini historians wanasema kitu tofauti kabisa. Kabla hata missionaries wafike Afrika, Wakenya tayari walikuwa na mfumo wa spirituality. Na kitu cha kwanza lazima uelewe ni hiki. Ancient Kenyan beliefs hazikuwa kuhusu sanamu. Kwa ukweli, tribes nyingi Kenya ziliamini Mungu mmoja mkuu, the supreme creator. Creator wa mvua, creator wa dunia, creator wa maisha. Na kwa mababu zetu, spirituality haikuwa kitu cha Sunday. Ilikuwa sehemu ya kila kitu. Famine, marriage, birth, rain, health, community laws. Religion ilikuwa maisha yenyewe. Lakini hapa ndipo story inakuwa interesting. Kwa mababu zetu, ingawa waliamini kwa Mungu mmoja, kila tribe ilikuwa na jina lao tofauti. Kitu moja interesting sana ni hiki, almost every Kenyan tribe ilikuwa na jina lao la Mungu, lakini idea ilikuwa ile ile, one supreme creator. Wakikuyu waliita Mungu wao Ngai, kwa Luo aliitwa Nyasaye, kwa Masai aliitwa Enkai, kwa Luya walimuita Were, kwa Kalenjin aliitwa Asis, Mijikenda waliita Mungu wao Mulungu. Majina tofauti lakini concept ilikuwa moja, creator wa kila kitu. Kwa tribes nyingi, Mungu aliunganishwa sana na nature, milima, miti, jua, mvua. Kwa mfano, Wakikuyu waliamini Mount Kenya ama Kirinyaga ilikuwa kitu cha Mungu Ngai. Ndio maana prayers nyingi zilifanywa wakielekea mlima huo, kwa sababu waliamini hapo ndipo Mungu anaishi. Lakini bado kuna swali moja muhimu. Kama Mungu alikuwa juu sana, watu walimfikiaje? Hapa ndipo concept ya ancestors inaingia. Kwa mababu zetu, kifo haikuwa mwisho, ilikuwa transition kutoka kwa world ya living huenda kwa ya spirit. Ancestors mara nyingi waliitwa living dead kwa sababu waliamini bado wanaishi, lakini kwa dimension tofauti. Lakini hapa kuna misunderstanding kubwa. Watu wengi hufikiria Africans waliabudu ancestors, lakini historians wanasema hapana, ancestors hawakuwa gods, walikuwa kama wazee wa familia ambao sasa wako in the spiritual world. Na kwa sababu wako karibu na creator, waliweza kuwa bridge kati ya binadamu na Mungu. Ndio maana rituals kama pouring libation, prayers, food offerings zilikuwa zinafanywa. Sio kuabudu, ni respect, ni kudumisha connection ya familia. Lakini hapa ndipo narrative ilianza kubadilika. Kwa mababu zetu, church ilikuwa building, nature yenyewe ilikuwa church, milima ilikuwa sacred, miti kama Mogumo tree ilikuwa altar, sacrifice zilifanywa hapo,
Prayers zilifanywa hapo. Kwa tribes kama Mijikenda kulikuwa na sacred forest zinaitwa Kaya Forest. Hapa ndipo rituals kama prayers zilifanyika. Kwa Kalenjin, sunrise ilikuwa sacred moment kwa sababu jua Asis lilikuwa symbol ya life. Kwa hivyo spirituality ilikuwa connected sana na land, lakini wakati missionaries walifika, hiyo system ilianza kuitwa primitive. Missionaries walipofika Afrika hawakuleta tu Bible, walileta worldview mpya. Respect ya ancestors ikaanza kuitwa idols, sacred forest zikaitwa shrines, spiritual healers wakaitwa witches. Lakini kwa reality kulikuwa na tofauti kubwa kati ya witches na healers. Katika ancient Kenya, witchcraft ilikuwa kitu negative. Iliaminika kuwa ni misuse ya spiritual power. Witches waliogopwa kwa sababu waliaminiwa wanaweza kusababisha illness, drought, bad luck. Lakini kulikuwa na watu waliitwa medicine men ama waganga. Hawa walikuwa healers. Walitumia herbs, walitumia rituals, walitumia knowledge ya nature. Kazi yao ilikuwa kuponya na kulinda jamii, kwa sababu kwa mababu zetu life ilikuwa kuhusu kitu moja, harmony. Harmony kati ya humans, nature, spirit na creator. Ancient African belief ilikuwa na concept moja muhimu sana, vital force, energy ya maisha. Iliaminika kuwa energy hii ilitoka kwa Mungu, kisha ikaenda kwa ancestors, kisha kwa living. Na kama harmony hii ilivunjika, misfortune ingeweza kutokea, drought, disease, bad luck. Ndio maana rituals zilikuwa muhimu, zilisaidia kurestore balance. Kwa mababu zetu, Mungu hakuwa confined kwa buildings. Aliaminika kuwa present kila mahali, kwa jua, kwa thunder, kwa milima, kwa upepo. Nature ilikuwa kama language ya Mungu. Mvua ilikuwa blessing, lightning ilikuwa warning, na drought ilikuwa sign kwamba harmony imevunjika. Swali kubwa linabaki, je, Mungu wa ancient Kenya ni yule yule wa Bible? Scholars wengi wanasema inawezekana sana difference haikuwa creator. Difference ilikuwa njia ya kumfikia. Kwa ancient system, creator alikuwa approached kupitia ancestors, nature na rituals. Kwa Christianity, njia ni kupitia Jesus Christ na focus inabadilika. Ancient religion ilikuwa kuhusu reign, health, community harmony, lakini Christianity iliweka focus kwa afterlife, heaven, hell. Walai. Kwa miaka mingi, story ya African spirituality imekuwa misunderstood. Wengine waliona kama primitive, lakini historians wanasema kitu tofauti. Ancient Africa ilikuwa na mfumo complex sana wa spirituality, system ambayo iliunganisha nature, community, ancestors na creator. Na hata leo traces za beliefs hizo bado ziko, kwa traditions, kwa culture, kwa respect ya elders na kwa connection ya Africans na land. Sasa nataka kusikia maoni yako. Je, unaamini ancient African spirituality ilikuwa misunderstood, ama unaamini missionaries walileta mfumo mpya wa kweli? Andika maoni yako kwa comment section. Na kama unapenda documentaries kama hii, subscribe kwa The Story KE. Share video hii na rafiki yako, kwa sababu histori nyingi za Afrika bado hazijasimuliwa. Mimi ni Dan, na kumbuka, makosa si yangu, lawama kwa report, not the reporter. Until next time.